baraka za akili na wasio na akili. Tusiweke kabisa nani hapo, sawa hiyo. Haleluya. Tusitoe kabisa majibu, lakini elimu, sawa, nimekubaliana, ni ufunguo wa maisha. Ni maisha gani unayofungua? Twende mstari wa 29. Musa akasema, umenena vyema, mimi sitakuangalia uso wako tena. Hata mimi sitamwangalia tena, sitamwangalia tena. Kama unabisha, soma kitabu cha Kutoka hiyo 23:18. Tunazungumzia habari ya sadaka ya hiari na ukamilifu katika sadaka. Baba Musa, nenda, umemaliza kazi Musa. Abraham umewafikisha Kanaani wana wa Israeli. Kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 18, nasoma katika jina la Yesu. Usisogeze damu ya dhabihu zangu pamoja na mkate uliotiwa chachu, wala mafuta ya sikukuu yangu usiache kusalia hata asubuhi. Ya kwanza ya malimbuko ya nchi yako utayaleta na kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Mstari wa 20. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Amen. Haya, Luka 11:41. Ndio. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama vyote huwa safi kwenu. Na soma Waebrania 11:4. Ndio. Jina la Yesu. Ndio. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Okay, Mathayo 23:30. 35, nasoma katika jina la Yesu. Hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Habili yule mwenye haki hata damu ya Zakaria bin Barakia mliyemuua kati ya patakatifu na madhabahu. Mungu anataka sadaka yenye ukamilifu, yenye kibali. Sadaka yenye kibali ambayo inapata kibali mbele za Mungu ni ile sadaka, anasema tulisoma kule kwa Habili, anasema alichagua sadaka iliyonona. Ukisoma kule kwenye vitabu ukisoma kwenye kitabu cha vile vitabu vya Musa, anazungumzia namna ya kuchagua sadaka. Anasema ukalete sadaka yenye kidari kilichonona na paja lililonona, wala asemi ukalete sadaka ya tumiguu tule twa kuku chini tule ndio ulete sadaka kwa Bwana. Anazungumzia kidari. Kwa nini Mungu anataka sadaka yenye kibali? Ni ile sadaka inayokuumiza moyo wako, inayocheza na moyo wako, ndio ile Mungu. Kwa sababu shida ya Mungu, hana shida na sadaka. Mungu anataka kumwinua mtu aliyeko duniani, aliyemuumba kwa mfano wake. Haleluya tena. Sasa anapotaka kumwinua mtu, anamjaribu. Ndio maana kule kwa Malaki anasema munijaribu kwa njia ya kutoa zaka mkaone. Manake tayari hapo Mungu hana haja na sadaka, anataka wewe
akufungulie madirisha na milango ya mbinguni, ndio ana maana. Na wakati mwingine anasema leteni vitu katika ghala. Hii hapa nyumba ya Bwana inaitwa ghala. Hebu sema hapa ni ghala. Sema kituo hiki ni ghala. Ni ghala ya maneno ya Mungu. Kwa hiyo humu ndiko ambapo kunatakiwa kitunzwe, chakula kiwemo, ili Mungu awainue watu. Atawainulia, pengine atawainulia kwenye madhabahu yenu, ambayo ameinua mtu asimame alalame mbele za Bwana kwa ajili ya watu wa mahali hapo. Haleluya tena. Sasa hapa anasema kama ambavyo damu ya Habili inanena mema mpaka leo, ndio ile sadaka ile ya moyo. Mungu anataka watu wawe sadaka, watu kuanzia watu wawe sadaka. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi 12:1 anasema itoeni miili yenu iwe sadaka takatifu. Na wakati mwingine Mungu hahitaji fedha, anahitaji moyo, ndipo fedha ziwe sadaka. Mungu hahitaji vitu, anahitaji moyo, ndipo vitu vije. Hana haja na vitu, ana haja na wewe ndio uje na vitu. Ndio maana alipokuwa anatoka kule Misri, Musa anamwambia tunaondoka na vitu vyetu. Wakati ule walikuwa bado hawajatoa sadaka, ila wanakwenda kumtumikia Mungu. Kwa hiyo anawataka watu walioondoka kwenda kumtumikia Mungu, alafu sauti ya utumishi haiji hapo hapo, inakuja baadaye, kwamba sasa leo tunataka kupanua hema ya Bwana, leo tunataka ujenzi, tufanye nini, leo tunataka tununue vyombo. Hauokoki tukasema leo sasa wewe umekuja na sadaka kununulia vyombo, lete milioni 2 wenzio tulinunua tukanywa. Hakuna kitu kama hicho. Chungaji, labda mtu akiokoka hapo hapo anaanza kudai nani, kwamba sasa wewe wenzio tulijenga kanisa hili ulichelewa. Mchango uko hapa. Mchango ni kwamba kila mmoja anatakiwa atoe milioni 2, maana tulinunua uwanja, tulinunua na vyombo hivi, sasa tunakata mgao. Umeokoka jana, vyombo hivi vyote ni vya kwetu wote. Umeokoka juzi na madramu haya mapya, na wewe unahusika. Umeokoka juzi, unahusika na hii madhabahu, ni ulichangia, hata kama unguwepo ni yako. Unasema naenda kanisani kwetu, lakini unaweza kuona hukuchanga hata mchango kununulia kiwanja, lakini ni kanisani kwetu. Kila mmoja ameondoka Misri, ameenda Kanaani na amebeba kila kitu. Hatujui kitakachohitajika. Labda safari hii zinahitajika ng'ombe, wewe hauna ng'ombe, tulia, watoe wenye ng'ombe ili zimtumikie Mungu. Labda wakati huu zinahitajika mbuzi, huna mbuzi, tulia, wenye mbuzi watoe ili kazi ya Mungu isonge mbele. Wakati huu zinahitajika sadaka, huna ng'ombe, tulia, lete sadaka ili zifanye kazi nyumbani mwa Bwana. Haleluya, haleluya. Alafu nikwambie, hii ni madhabahu iliyo hai. Fikiria, watu wa miungu ya dunia hii wanaheshimu sana madhabahu zao, na wakati mwingine wale washiriki wa miungu kwenye madhabahu zao hawaendi. Kuna wakati nilipokuwa mji fulani, ukoo fulani, kaonekana wana miungu imezidi. Ule Mungu umekula watu sana, ulimekula sana watu. Kila mganga akienda anasema huu siwezi kutoa, umekunywa damu sana za watu. Kila mganga, na mganga aliyefanya hilo tukio alikufa. Kila mtu anasema lile jamaa limekunywa damu sana. Yule baba alitengeneza ule uchawi ambao ulikuwa kila mwaka lazima ule watoto, yani ule wakwe zake, yani kwa mfano wale watoto wake wa kiume wanapokuwa wameoa, ukikaa miaka 2, mwaka wa 2 lazima ufe. Uliolewa pale lazima ufe. Utazaa mtoto mmoja au 2, mwaka wa 2 lazima ufe. Sasa ikaonekana inafanya hiyo shughuli, inakula watoto. Wakaenda kusimamisha, wakafanya kikao. Waganga, kila waganga wanakimbia, wanasema hapana, huo msimu ni mkubwa mno, umekunywa damu nyingi, hatuwezi. Wakasema tutafute warokole wanaoweza kufanya hivyo.
wakatafuta mji mzima wa Makete, wakatafuta, wakasema labda tuende kutafuta, kuna kakanisa kamoja hakajakaa vizuri, kamejengwa hapo ndani tofali tunaonekana, alafu kapo kuna walokole mle huwa wanawashaga moto. Haleluya, haleluya, haleluya! Kama ambavyo kituo hiki ni kituo cha waenda mbinguni, pamoja na vituo vingine vilivyopo Tunduma vya waenda mbinguni walio serious na maisha ya Yesu. Haleluya! Kuna vituo vingine viko serious na Yesu, vingine haviko serious. Wengine hawako serious, wanataka wafanye mambo chap. Basi jamani, waondoke watu saizi, wamechoka, waende watu wakapumzike jamani. Mtakuja tena Jumatatu, mkija mnakaa masaa mawili tu, yanatosha jamani, watu waende, wamechoka. Nyumbani kwa Bwana wanachoka. Kukaa dukani, mtu anakaa kwenye kiti kuanzia saa 1 mpaka saa 12. Nilikuwa namfanya biashara mmoja pale Mwanjero, ni muuza duka. Huyo mama ni maarufu, sasa hivi ameokoka, ni maarufu sana. Akikaa dukani hivi, anaofanya kazi kama 8 au 10. Akikaa hivi, yeye anakaa kwenye draw, ni kuangalia hivi nani ameuza kitenge. Akimwona ameuza lakini anachelewa kuja kuleta leo, fulani njoo weka hapa hela, yeye anacheza na draw, macho yako hivi, anakaa kuanzia asubuhi mpaka anafunga, yuko kwenye draw yake. Lakini kwa Yesu yakikaliwa masaa 3, tumechelewa mchungaji, njaa zinauma, tumechelewa kanisani. Haya ni maisha kama maisha mengine. Maisha ya kumtumikia Mungu ni maisha yanayotaka muda, yanayotaka utoe masaa yako, yanataka ukae kimya, ujifunze, utulie. Ukitoka hapa utembee, kwa sababu wewe unaishi katika ulimwengu mbili. Unaishi kwenye ulimwengu wa roho, unaishi kwenye ulimwengu wa mwili. Twende, unaishi kwenye ulimwengu, unaishi kwenye ulimwengu, unaishi kwenye ulimwengu. Onyesha kwa hiyo maisha ya ufanya ukamilifu madhabahu, kwa sababu tumeamua kutembea kwenye mlengo huu, lazima ufanye vitu kwa ukamilifu. Biblia inasema walitoa sadaka zao kwa hiari. Tunapofika kwenye matukio ya sadaka, lazima Mungu aguse moyo wako, utoe sadaka ambayo ina kibali, lakini sadaka ya hiari, sio ya kulazimishwa. Sadaka ya hiari sio ya kulazimishwa, lakini ile sadaka iwe ni kidali, iwe ni paja, iwe ni ile iliyonona, iwe ni ile ambayo hata wewe moyo wako unagusagusa, unasukua, unavutana, kuna cheche zinatokea kwamba kweli unakwenda kutoa sadaka hii. Kwa hiyo kwenye matukio ya sadaka, Mkristo yoyote anatakiwa atoe kwa kamilifu, atoe kwao. Ndio tukimbilie zaka katika ukamilifu. Tuingie kwenye zaka, kipengele kinachosema zaka katika ukamilifu. Mambo ya Walawi 27:30 na Kumbukumbu la Torati 26. 14:24. Naomba tusome pale, tukimbie. Mambo ya Walawi 27 mstari wa 30. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya 5 juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe au kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya 10 watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Hata angalia kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya, wala hata mbadili. Na kama akimbadili na yeyote, ndipo wote wawili, huyo na huyo waliobadiliwa, watakuwa ni watakatifu hata kukombolewa. Endelea mpaka 27. Umesoma mpaka ngapi?
34 inasema, basi tosha. Upande wa zaka Mungu anazungumzia, anasema kila aina ya mche, kila aina ya uzao, kila aina ya biashara, kila aina ya kazi yako, kila aina ya chochote unachokisimamisha wewe, mbegu yako ukiwa duniani, hiyo itatakwa zaka kwa Bwana. Kama utapanda mahindi yanahitajika zaka. Kama utapanda karanga zinahitajika nini? Kama utapanda mpunga utahitajika nini? Kama utapanda mafyurishi yatahitajika nini? Kama utapanda mboga zitahitajika nini? Zaka, sio sadaka. Sadaka hiyo niko kwenye upande wa zaka. Kwa hiyo chochote unachokisimamisha, ukifungua una maduka 5, kila duka linatakiwa liwe na zaka. Hii ni mbegu yoyote ambayo Mungu amekupa, maana wewe unatunza tu, umepewa hizo mbegu, usitunze, lakini uzipalilie, lakini uzilee, lakini kwa ukamilifu uwe unatolea mahesabu kwamba kwenye shamba la mpunga niliposhuka bondeni nilipata magunia 50, magunia 5 ni ya Bwana, yanyoke yawahi yaje madhabahuni kwenye ghala. Una ghala ya kutunzia zaka wewe, ghala iko hapa. Kama ni mahindi yamepandwa, umevuna, unapovuna magunia yako 200, magunia 20 yanatakiwa yaende wapi? Kwenye ghala, sio kwenye store yako, kwenye ghala. Hii ni nyumba, ni ghala, ndiko yanakotakiwa yakusanye maripoti yote ya wacha Mungu duniani kwenye nyumba ya Bwana, hasa ya utuo, matoleo ya zaka. Unapokuwa umepanda mboga, sasa tutaanza kujua mboga hivi tutoeje zaka mboga. Yani umepanda mchicha, umepanda makabeji, sijui utaenda kwa hesabu yako 1, 2, 3, 4, 5, 6 yako 10, nikate 2 nipeleke kwa mchungaji. Miche yote ambayo utakabidhiwa, miche yote utakayoisimamisha, miche yani biashara, kazi. Wenzetu zamani walikuwa wanatoa mpaka watoto sadaka kwa Bwana. Mimi niwahi kutoa mtoto wangu wa kike wa kwanza kwa sadaka, huyo akajoa. Asante Yesu, anakuja hiyo. Niwahi kutoa kwa natakiwa kwenda kukomboa kanisani, nilishamtoa. Na watoto wawili njoo wote wamekuja, wanaishi Mbeya, hawa wamekuja wote. Panda madhabahuni, njoo. Wakati nimezaa tu katoto ka kwanza, nikakabeba, nimesoma neno, walitoa sadaka hata wazaliwa wa kwanza. Nikabeba katoto waka kalikuwa nikakwanza, nikasema mchungaji, askofu, nimeleta au ni mtoto ni fungu la 10. Unakumbuka? Nikatoa. Kwa hiyo huyu mtoto kama Mungu kama Mungu atafanya yale mama, kabla sijaanza itabidi niende nikomboe, maana huyu mtoto sio wa kwangu. Ina maana hata mali zote itabidi achukue mchungaji nikichelewa kukomboa. Kwa hiyo nikigundua tu kuna maneno nikimbie nikakomboa haraka. Kwa hiyo nikatoa sadaka kwa Bwana mtoto wa kwanza, ili wengine wote wawe salama, Nikamtoa mmoja ili huyu mmoja awalinde wenzake. Mmoja leo wenzie. Wakinga wanasemaje? Sio mimi. Unatoa mmoja ili awatunze wenzake. Huyu niliyemtoa kwa Bwana ndiye anayesababisha wengine wawe sawa.
Hata kama kutakuwa na nini, watanyoshwa, kwa sababu huyu ni sadaka inayoongea mbele za Mungu. Hata kama kuna nini, huyu atasababisha aliye mbele za Bwana kwamba wao wadogo zangu wana matatizo, Mungu atasikia kilio cha huyu haraka, kwa sababu huyu ametolewa sadaka madhabahuni. Mnaondoka sawa? Kama mnaondoka sawa, ni sawa. Kwa hiyo unapokuwa una mifugo yako, vile vya kwanza ni vya Bwana. Una ng'ombe amezaa, ule uzao wa kwanza, kawe kajike kawe kadume, ni ka Bwana, ni ka Bwana. Waliokubali kuingia kwenye ghala ni ka Bwana. Uwe umezaa nini, mbuzi zimezaa, vile vya kwanza ni vya Bwana. Haitajiki mjadala, kafunge kama ulijisahau na kukumbusha ule uzao wako, kile cha kwanza sio cha kwako, hakitaishi kwako, ni cha Bwana. Fanya hima ukilete nyumbani kwa Bwana, maana hiyo ndiyo sadaka inayosababisha mradi wako usimame. Ulizaanza na Bwana, hiyo unamaanisha umeanza na Bwana. Haleluya. Na hata kama ulikuwa unafanya kazi, mshahara wako wa kwanza ni wa Bwana, sio wa kwako. Na hata kama ulikuwa na duka, ile faida ya kwanza ya siku ya kwanza sio ya kwako. Yote, hata kama iko milioni, hata iko 200,000, hata iko milioni, hata iko 200,000, ni ya Bwana. Zaka unapeleka vitu vyote kutambulisha, katika mazao yangu yote ya kwanza nimeleta. Unakuwa ni mlokole mwenye nguvu za kiroho, hakuna kitu kitakugusa. Kama ulisahau, ulishafungua duka, ulishauza, umepiga vya kwanza na vya pili, na mpaka sasa hivi naendelea kupiga, nenda kapiga hesabu kwenye daftari lako. Siku ile ya kwanza ulipokuwa unauza duka, faida ulipata shilingi ngapi? Kalete ipeleke kwenye gari, ili sababishe vitu vingine vyote viwe imara. Kuna wakati unaweza ukawa biashara inaenda, lakini haina Bwana. Ninakuambia kuna baraka na mafanikio. Unaweza ukafanikiwa, lakini usipate baraka. Kuna wakati mwingine, wengine mbinguni, Biblia inasema atawaambia ondokeni, siwajui, kwa sababu ya kutotembea katika sheria na amri za Bwana. Kama uliuza ile mboga siku ile biashara ilipoanza, ulikula vya Bwana. Twende mama, twende. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 12:10 hadi 13. Jamani, tusaidiane, mwingine afungue 12, Kumbukumbu la Torati mstari wa 17. Huyu afungue Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 10 hadi wa 13. Nasoma katika jina la Yesu. Ndio. Lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi, mtakapotoka huko ulikokuwa mmekuja, mko nyumbani kwa Bwana, na kukaa katika nchi anayowalisisha Bwana Mungu wenu, ndio hii, akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, ndio mkakaa salama. Ndio. Wakati huo itakuwa kwamba ndio mahali pale atakapopachagua Bwana, atakapopachagua Mungu wenu, njoo bila endelea baba. Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu, naomba kiti, alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu nitakacho kuamuru. Pale ambapo Mungu akishawaleta katika nchi hii ya Tunduma, akalikalisha jina lake, akamkalisha mtumishi wake, kwamba hapa kitakuwa ni kituo cha waenda mbinguni, kituo cha ukombozi, sijui na nini, kituo sijui cha operation na nini, sijui kinaitwaje hiki, kituo cha Yakobo, ambapo Mungu atakuwa amechagua watu wa Tunduma waliokubali. Katika watu waliokubali, Mungu amelikalisha jina lake hapa. Hapa ndipo mtakapotoa baraka zenu zote hapa. Hebu sema hapa.
Sema hapa. Wanaogopa kukuonyesha. Hebu sema hapa. Na mimi nataka kidogo. Mimi ni mwalimu hivi. Vitendo. Haya, twende. Sio naona watu wanaficha hata mikono mchungaji, wanataka wasilete breki. Wanataka wasilete vidole kwa baba. Twende. Soma sasa, soma. Sadaka zenu za kuteketezwa. Soma vizuri, anzia pale mama. Mbona unapiga kibuti mama? Wakati huo itakuwa ndio. Endelea. Mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu, akalikalishe jina lake tunduma hapa kwenye kiwanja hiki, kwenye hii hema hapo ndipo mtakapoleta. Hapa ndipo mtakapo nini? Mtafanya nini? Mtaleta. Kila kitu ninachowaamuru. Ndio. Sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu. Sasa weka hivi mkono wako, uanze kuhesabu hizo sadaka. Weka mkono hivi, hapa tuko shuleni, tuko darasani. Anza kuhesabu. Sadaka zenu za kuteketezwa. Moja. Na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nazili zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana. Sadaka za kuinuliwa. Unataka kuinuka, hiyo Bwana haihitaji vikapu hivi. Sadaka za kuinuliwa hazihitaji vikapu hivi, ni za kunyoka moja kwa moja. Baba, mimi kazi yangu, mimi nataka niinuliwe Baba. Nataka kwenda wapi kule? Tuseme wapi kule? Twende wapi? Unataka kwenda wapi? China. Unapenda China. Kwani msiseme Malawi? Kiela. Basi Zambia hapa na Konde. Baraka za kuinuliwa. Unataka kuinukaje kwa kazi yako? Lazima Mungu kwenye kituo cha watakatifu ameweka maagizo kwa watumishi wake ili wakuinue, wakuwekee mkono, wakuwekee baraka, waseme sasa mwanangu inuka. Sasa mwanangu inuka. Sasa mwanangu umebarikiwa. Sasa mwanangu utavuka mipaka. Sasa mwanangu utapanda ndege. Sasa mwanangu nakuombea maduka 200. Sasa mwanangu nakuombea kiwanda. Hapa kuna sauti zaidi ya vile unavyotoa kwenye vikapu hivi. Kuna wewe peke yako binafsi, uje umwambie nataka kuinuka. Wanaotaka kuinuka wapige kelele. Wewe bado. Wanaotaka kuinuka lazima waje wana sadaka. Anasema kuna dhabihu, kuna sadaka za kuinuliwa, kuna zaka. Amesema ziko nyingi, zingine hatujawafundisha. Tunaogopa tukiwafundisha mtaanza kusema ile kanisa lao lina sadaka nyingi sadaka. Vyombo viko 1, 2, 3, 4. Sasa hivi makanisa haya sasa hivi ni upigaji tu. Wanapiga. Yaani wewe utumie na za kwako akili. Unapoenda kanisani tumia na akili za kwako. Ukiwa umeingia hapa Bwana kufungua fahamu wako, ujue kwamba kwenye familia ya wana wa Mungu kuna sheria za kimungu ambazo unatakiwa utembee nazo ili baraka za mbinguni na za duniani ziende pamoja na wewe. Ndio. Nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu. Ninyi na wana wenu. Na binti zenu. Na watumishi wenu. Wanaume na wanawake. Na Mlawi aliyemo miongoni mwenu. Kwa kuwa hana sehemu wala urithi kwenu.
Ujazali usitoe sadaka zako za kuteketeza katika kila mahali upaonapo. Kuna watu eti anaona kwenye sadaka ya fungu la 10, safari hii anasema naona nikawaone yatima. Safari hii ile zaka nikawaone wa yatima. Mwiko. Zaka haina maelezo. Zaka Biblia inasema ujiazali. Mwiko lao makewo. Kuna sadaka hazitakiwi ukatoe popote, ni hapa. Zina muunganiko na roho yako na roho yake aliyewekwa kwa ajili yako. Ni pamoja na zaka ya fungu la 10. Imeamuliwa usitoe popote. Usije ukaenda kuwanajisi kule watoto yatima ukawapelekea zaka. Watoto yatima wakazidi kuwa yatima, wakazidi kuhuzunika, ukawa umewapelekea uzuri, maana wamekula vyenyewe haviriki. Acha mara moja. Usije kuwapelekea wajane zaka. Zaka haihusiki na wajane. Zaka haihusiki na yatima. Zaka haihusiki na wasiojiweza. Zaka inahusika na mtu mmoja ambaye Bwana amemweka asimame kwenye madhabahu yake hii, awakilishe kwenye mbingu kwamba Bwana, nimesimama hapa na watakaokuja wote Bwana nitawaleta kwako, kwa sababu Biblia imesema mchungaji atatolea hesabu ya waumini, ya washirika. Kule mbinguni tunakwenda, huyu atawatolea hesabu ninyi wote. Kama aliwachunga vibaya, na yeye kitamuramba. Vijana wanasema na yeye kitamuramba, na yeye kitamramba. Kama alikuwa nafunga sana, unazini mara moja kwa mwezi, sio mbaya mwanangu. Umezini mara 3 tu, nimekusamehe, ujage tena mwanangu, usifanye hivyo, ujage tu, usiniki mbali, hapo utaharibu ushuhuda. Kitamramba atakapofika kule ni kutolea hesabu. Haleluya. Wachungaji wana ole nyingi kwenye Biblia kuliko wengine, kuliko hata wewe. Sisi tumebebeka ole wa wachungaji wanaoharibu kondoo, ole wa wachungaji ambao hawafundishi watu. Kuna vitu tuliambiwa tukufundishe pamoja na masomo haya ya zaka, tuliambiwa tukufundishe, ila tunafundisha kwa kuogopa, kwa sababu kuna wakati mwingine unaanza kusema nao wamezidi. Tunakufundisha hivyo ili isije katukuta ole kule kwamba utatoa sawa, lakini sisi tumekwambia kweli ya Mungu. Haleluya. Umemaliza hii ya 12:17. Toka 12:17. Ile Torati. Kumbukumbu la Torati. 12 pale. Soma 17. Usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala ya divai yako, wala ya mafuta yako, wala wazaliwa wa kwanza. Sio mimi, sio huyo anayesoma. Anasema usifanye nini kwenye malango? Kitu gani? Jamani, mbona hapo mnapunguza kasauti, mnanipa wasiwasi. Usile nini kwenye malango? Soma mama, sio mimi. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 17. Nasoma katika jina la Yesu. Usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala ya divai yako, wala ya mafuta yako, wala wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe, wala ya kondoo, wala nazili zako uwekazo zote. Usile, amesema wala chochote kizaliwa cha kwanza.